Anza kwa majina. Majina yangu naitwa Dina Michael Chimwembe. Ndio. Najishughulisha Na uendeshaji wa bajaji. Tueleze kidogo nini kilikuvutia kuanza biashara hii ya udereva bajaji? Yaani kilichonivutia ni kwamba niliamini kwamba kazi ni kazi. Yaani nisichague kazi yoyote. Kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakujalia na kiko ndani ya moyo wako. Kwa hiyo nikaamua kuanza hii kazi ya bajaji. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni kazi ambayo ninaiweza kwa sasa hivi. Siku ambayo uliamua kuanza kuendesha bajaji, jamii ilikuchukuliaje? Kwa kweli jamii mwanzoni kabisa watu walinishangaa. Yaani watu hawakuamini kile ninachokifanya. Ulikuwa hata kwenda kusimama unamtafuta abiria kwamba njoo upande hapa, anajiuliza. Anakutazama kwanza, anajiuliza, hivi kweli huyu atatufikisha? Basi kwa sababu unamtegemea Mwenyezi Mungu, namwambia panda, tukishafika ndo utaamini. Lakini ninapofika abiria wenyewe wananipongeza kwamba unaendesha kuliko hata wanaume. Na ipi changamoto kubwa ambayo unakutana nayo katika biashara yako? Changamoto kubwa sana labda barabarani. Yaani magari na wakati mwingine yani kutumia zile sheria za barabarani. Hizo ndio changamoto kubwa. Tupe historia yako kidogo, namna ambavyo ulianza kwa ajili ya wito wako kwa baadhi ya wasichana ambao wanaona sisi tuko huku kanda ya Ziwa, tuwezi kuendesha bajaji, jamii itatuchukuliaje? Una neno gani la kuambia? Yaani ninataka kuambia kwa sababu kwamba mwanamke kama mwanamke inabidi awe jasiri. Kwa maisha yetu ya sasa hivi huwezi ukaishi kwa kumtegemea mwanaume hata kama uko umeolewa. Usimtegemee sana mwanaume na ufanye kazi yoyote ile ambayo unaiona iko ndani ya moyo wako. Kwa hasa upande wa bariadi kuna ukandamizaji sana au wakati mwingine unajapaa kwamba mwanamke anachaguliwa kazi ya kufanya, lakini kumbe kazi yoyote hata mwanamke anaweza kufanya. Tupe historia yako kidogo. Historia yangu mimi ya udereva bajaji. Udereva wa bajaji nilianza sasa hivi tangu huu ni mwaka wangu wa 6 tangu nimeanza kuendesha bajaji. Nikiwa hapa mkoani Simiyu. Lakini nilianza nikiwa naendesha pikipiki. Baada ya hapo nikaanza kuendesha gari. Nilipoona bajaji zimeingia nikasema sasa kwa nini siendeshe bajaji wakati na mimi nina uzoefu wa kuendesha pikipiki, gari, na ninaendesha kwa muda mrefu. Naweza nikaendesha gari kutoka hapa Bariadi mpaka Bukoba au mpaka Singida. Huo ndio urefu wangu ambao nimeendesha kwa magari. Kwa hiyo barabarani namtanguliza Mwenyezi Mungu na kazi yangu inaenda. Ni nini wito wako kwa serikali kwa kuwainua wanawake wanaofanya kazi kama ya kwako? Kwa upande wangu, kwa wanawake kwa kweli, mimi huwa napenda sana wanawake wanaojituma. Ningeomba kama tungeweza kupata hata kuwezeshwa kivikundi, maana vikundi wakati mwingine tunapoenda hata kuomba mikopo, jinsi ya kupata mkopo tunashindwa. Lakini wanawake wengi pia hawana uthubutu wa kuweza kufanya kazi, hata zile kazi kama tunazozifanya sisi. Yaani ule uthubutu na kuwa utayari kwamba ninaweza nikaifanya hii kazi. Lakini wakipata uelewa zaidi wa kuelimishwa, mara nyingi hata sisi wenyewe tunawaelimisha. Unakuta msichana anahangaika, lakini unamchukua pembeni unamwambia binti usihangaike na usitegemee sana. Kwa mfano sasa hivi ajira zimekuwa ni kidogo, lakini unakuta mtu mawazo yote ameweka kwenye ajira. Kwa hiyo unawachukua wasichana unaanza kuwaelimisha. Hebu jipeni moyo. Kwa mfano kama mimi ninafanya hii kazi. Hii ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo msiwe na hofu. Unaweza ukaifanya hii kazi na maisha yako yakaenda. Asante. Mpaka umefika hapa, uliwavutia wanawake wangapi ambao sasa hivi na wenyewe wanasema sisi tulimuona mama yule ndo tumeanza biashara hii ya bajaji? Sasa hivi kwa mkoa wa Bariadi tuko wanawake wawili, tulikuwa 3. Lakini mwenzetu kuna binti mmoja ambaye aliolewa
ile mume wake akawa amemkataza kuendesha bajaji. Kwa hiyo tumebakia wanawake watatu. Ila baadhi ya wanawake, kuna wanawake fulani hivi ni manesi, wakikukuta hivyo wanakuambia nikishastaafu na mimi nianze hii kazi. Je, inalipa? Naambia unapoifanya hii kazi uwe na moyo wa kufanya na usimpe kijana. Unapoiendesha hii bajaji wewe kama wewe unapoiona manufaa yake, lakini ukimpa kijana hauwezi ukayapata manufaa yake. Na vipi unaweza kutenga muda wako kama mama na kazi yako? Nikishamaliza hapo saa 12:30 nakuwa nimeshafika kwenye kituo cha stendi Somanda. Kwa hiyo ninaanza na hiyo kazi mpaka itakapofika kwenye saa 8 na nyumbani kwangu. Mambo anakuja na nikishamaliza kupika na tena chakula mezani, nafunika, nampigia simu. Yeye anakuja anapata chakula, tunaenda kwenye kazi yangu. Saa 12:30 jioni ninarudi, ninaendelea na ujasiriamali mwingine. Asante sana.